Mahakama ya Hakimu Mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam jana Mei 19, 2025 imeahirisha kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu hadi Juni 2, 2025. Uamuzi wa kuahirisha kesi hiyo umetolewa na hakimu mkazi wa mahakama hiyo baada ya kusikiliza maombi kutoka kwa upande wa mashtaka na utetezi ambao waliomba muda zaidi kwa ajili ya maandalizi ya awali kabla ya kuanza rasmi kwa usikilizwaji wa kesi hiyo nyeti. Tundu Lissu ambaye ni miongoni mwa wanasiasa mashuhuri wa upinzani nchini anakabiliwa na shtaka la uhaini linalodaiwa kuhusiana na matamshi na kauli zake dhidi ya serikali ambazo zinatuhumiwa kuwa na dhamira ya kuvuruga utulivu wa nchi na kuhamasisha uasi miongoni mwa wananchi. Hadi sasa mashtaka hayo bado yako katika hatua ya kutajwa na ya kusikilizwa kwa kina. Kabla ya kuahirishwa kwa kesi hiyo, Lissu alifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza leo kufuatia agizo la mahakama hiyo la kumtaka awepo binafsi badala ya kuendesha mashtaka yake kwa njia ya mtandao. Hata hiyo ilikuja baada ya mawakili wake kupinga vikali matumizi ya njia ya mtandao, wakidai kuwa yanakiuka haki ya kikatiba ya kusikilizwa hadharani. Aidha, mbali na kesi ya uhaini, Lissu pia anakabiliwa na kesi nyingine ya jinai inayomhusisha na uchapishaji wa taarifa za uongo kwenye mtandao wa YouTube, ambayo imepangwa kusikilizwa kwa kusomewa hoja za awali kabla ya hatua ya kuanza kuwasilishwa kwa ushahidi. Kesi hizo mbili zimekuwa gumzo katika medani ya siasa za Tanzania, huku wafuasi wa Chadema na wanaharakati wa haki za binadamu wakifuatilia kwa karibu mwenendo wake. Wengi wameeleza wasiwasi juu ya kile wanachokiona kuwa ni matumizi ya vyombo vya sheria kudhibiti sauti za upinzani, ingawa serikali imeendeleza kusisitiza kuwa hatua dhidi ya Lissu ni za kisheria na hazina uhusiano wowote na siasa. Kwa sasa Tundu Lissu atasalia rumande akisubiri tarehe 2 ya Juni ambapo mahakama inatarajiwa kuendelea na mchakato wa kesi ya uhaini inayomkabili, huku kila upande ukijiandaa kwa mapambano ya kisheria mbele ya vyombo vya haki.